Mama ambapo vuguvugu la kina mama almaarufu Embrace Kenya limezuru eneo la magharibi kwa mara ya kwanza kabisa pamoja na viongozi wengine katika kaunti ya Kakamega. Viongozi hao wamesisitiza kwamba ni lazima pawe na mabadiliko ya katiba. Aidha, wamepinga mabadiliko ya kikatiba ya punguza mizigo. Kikosi cha kina mama waheshimiwa wa Embrace Kenya walitua Kakamega kuuza sera zao. Na moja kwa moja wakakosoa mswada wa Ekuru Okot wa kupunguza mzigo, wakisema unalenga kuwapunguzia posho kina mama. Kuna wale ambao wanasema tupunguze mzigo, na kupunguza mzigo ni kutoa kina mama. Wamama si mzigo, si ni sisi tunapiga kura. Ekuru Okot yeye ndo alikuwa kwa komiti ya experts. Si yeye ndo alileta hii katiba. Ni nini hakuona ilikuwa mbaya, leo anaona ni mbaya? Tumeona mama akituonesha asali, alafu ati mtu anasema punguza mzigo. Jipunguze wewe kwanza. Eti constituencies zingine zipunguzwe, eti nyingine zifanywe nini? Excuse me. Katibu wa muungano wa KOTU akisisitiza kuwa lazima kutakuwa na mabadiliko ya kikatiba, lakini yatakuwa yale ya kuleta manufaa kwa mwananchi wa kawaida. Na inabadilishwa mwaka mpya, tutakuwa na katiba mpya. Next year 2022 tunaenda kwa election. Lakini haitakuwa kwa wale walioanza mapema, msikie kabisa. Building Bridges Initiative imemaliza kazi yake. Na Building Bridges Initiative imetoa maoni kwa Wakenya. Wakenya ndio wamepatiana hiyo maoni kwa Building Bridges Initiative. Japo nao pia wamo siasani, walikashifu wanaopiga siasa za mwaka 2022 na kuwataka kukumbatia salamu za kheri kati ya Rais Uhuru Kenyatta na Raila Odinga na umuhimu wa maendeleo. Kila wakati tukiwa na siasa, watu wanapigana. Tunataka tukipiga siasa, tukimaliza watu wapendane. Tunataka rasilimali ya Kenya iendee kila mtu. Vuguvugu la Embrace Kenya limesisitiza kwamba jukumu lake limesalia kuwaunganisha Wakenya pamoja na kukubali salamu za kheri baina ya Rais Uhuru Kenyatta na Raila Odinga.